Huyu binti amesimama, sio mgeni hapa kanisani. Kuna kipindi tulikuwa naye hapa, lakini baadaye alipata ajira, akawa ameajiriwa na kampuni fulani kule Tabora. Sasa akiwa huko Tabora akahisi kuona maumivu makali ya kichwa na hasa hapa kwenye koo hapa. Kwa hiyo akawa amenipigia simu, kaniambia, mchungaji, ninahitaji nije huko Ngudu nifanyie huduma ya maombi kwa ajili ya hili tatizo, na hakunieleza ni tatizo gani hasa. Na juzi ndiye alifika kamfanyia maombi, lakini jana hapa kanisani ukatokea kitu cha ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Shingoni alikuwa amevaa kitu hiki hapa, unakiona? Kwa kitu hiki hapa, hiki ndicho kilikuwa kimemfunga. Kwa macho ya nyama inaonekana ni aina fulani ya urembo fulani hivi, lakini kumbe ni nyoka mkubwa sana ambayo tayari alikuwa amemvua wapi? Na tayari wakati namfanyia maombi wale pepo walionyesha dalili ya kumniga, walikuwa hawataki kuguse huu urembo kabisa. Huyu ndiyo nyoka ambaye angemmaliza Amida. Kwa kulikuwa na vita sana, na kulikuwepo na watu wengine ambao walikuwa wameanguka na mapepo hapa kanisani asubuhi kwenye saa 4. Sasa nilipochukua hii shanga na kujaribu kuirusha namna hii kwa wale wengine wenye mapepo, yaliruka yale mapepo, yakasema, mchungaji, yule ni nyoka mkubwa, usimsogeze kwetu. Sio mara ya kwanza kuonyesha vitu hivi kanisani, mama, kwamba ni vizuri unapokwenda kununua urembo kwa chinga au dukani ujiangalie sana. Lakini kwa ufupi, huyu binti hakujua chochote, ndio maana naelezea mimi, kwa sababu tayari yeye alikuwa ameanguka na mapepo na alikuwa akishughulika na hapa, yani alitaka kujikata na mikono yake hapa. Sasa Amida. Kwa majina naitwa Hamida John. Ndio. Ni mkazi wa Ungumaro. Ndio. Ila kwa sasa nipo Tabora. Sawa. Tatizo lako lilikuwa nini lilo kutoa Tabora kuja hapa Ngudu? Kwa nasumbuliwa na maumivu ya kichwa pamoja na tumbo na kiuno. Na kikohozi kilikuwa kinanisumbua. Nahisi kama kuna kitu kilikuwa kinakwaruza kooni. Ndio kilichonifikisha. Ulijua kwamba hii ilikuwa ulijua ya kwamba tatizo lako lilikuwa kwenye hii shanga? Hapana, mimi nilijua tu ni chini ya kawaida. Okay. Na kwa ufupi, kwa sasa hivi baada ya maombi ya jana unajisikiaje? Nipo mzima kabisa. Hebu ongeza sauti. Uko? Mpaka dakika hii ni mzima, siumwi chochote. Piga makofi na vigelegele. Unajua, hii mnafikiri ni jambo dogo, mtu amesafiri kutoka Tabora mpaka hapa. Shida iliyokuwa ikilimtesa sana. Lakini nimemuuliza pia asubuhi, hata baada ya kumuombea jana, akasema lile shida aliyokuwa anaipata kwenye shingo, kama kuna kitu kilikuwa kimekaa hapa kinamniga hapa, alafu tumbo na maumivu makali ya kichwa. Baada ya kutoa hii shanga, hivi vitu vimefanya nini? Vimepotea. Hebu jaribu kufikiria juu ya urembo ulio nao na umuombe Mungu. Inawezekana ukawa na kitu tayari unacho, tatizo unalo, na pasipo kufanya nini. Ninayazungumza haya ili kuwapa macho ya kiroho ya kwamba sio kila kitu unachokiona kinang'aa kinafaa wewe kukinunua. Lakini pia jambo la pili, Bwana Yesu asiwe sana, hebu tuwe ndani sana ya Yesu, ili kwamba Roho wa Mungu anapokuwa ndani yetu anatukwepesha kununua vitu au kumiliki vitu ambavyo vinaweza kuwa ni hatarishi katika maisha yetu. Umenielewa kanisa?